Mama yetu Bikira Maria ambaye kuanzia kesho tarehe 1 kwa mwezi mzima, mwezi Mei, kama nilivyosema mwanzoni katika utangulizi, familia zetu zote za parokia zitapata nafasi ya kutembelewa na mama huyo kwa njia ya rozari takatifu nyumba kwa nyumba. Alimpenda mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, akamlinda, akamsaidia, akamtunza, akahangaika naye mpaka Bwana wetu Yesu Kristo aliposulubishwa pale msalabani. Mama huyo alikuwa chini ya msalaba, na pale kwenye msalaba Bwana wetu Yesu Kristo alimkabidhi huyo mama kwetu. Alisema nini? Alimwambia kwanza Yohane, tazama, huyu ndiye mama yako. Huyu ndiye mama yako. Na alimwambia Maria, mama, tazama mwanao. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo anajua mama huyu alivyohodari kutuombea katika maisha yetu ya kila siku, kama alivyomlinda Yesu, alivyomsaidia Yesu, akamtunza Yesu, akavumilia magumu na mateso yote mpaka pale msalabani. Mama huyu anatutunza sisi pia, anatusaidia sisi pia. Tumesikia leo katika Injili sasa hivi kwamba alipata mahangaiko kila mwanaye alipoingia katika shida. Wamemtafuta kwa siku 3 na anamwambia Maria, anamwambia Yesu, tazama, mimi na baba yako tumekuwa katika mahangaiko makubwa sana kwa ajili yako. Ndugu zangu, Mama Bikira Maria anataka sisi katika maisha yetu kila siku tumpendeze Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivyo tutaiona mbingu. Sasa katika maisha yetu kila siku sisi tusipoishi kwa utauwa na utakatifu tutakuwa tumeshindwa. Leo tunazindua rasmi kusali rozari katika familia zetu. Rozari ni nini? Kwanza, rozari tujue ni sala maarufu sana, sala ya heshima kubwa kabisa katika kanisa Katoliki. Rozari ni sala inayounganisha sauti na tafakari ya maisha ya Yesu Kristo kupitia macho ya mama yetu, Mama Bikira Maria. Rozari inatokana na neno la Kilatini rosarium, likimaanisha taji la waridi. Taji la waridi. Wote tunafahamu waridi jamani. Sasa taji lile, manake hizo waridi zimezunguka katika hilo taji. Katika mapokeo ya kiroho, kila salamu Maria inayosaliwa inachukuliwa kama ua la waridi. Tena sio waridi tu, waridi zuri ambalo nalikabidhi waridi hilo kila unaposali, nalikabidhi waridi hilo kwa mama yetu Mama Bikira Maria. Hapo tunaambatanisha na salamu Maria na baba yetu, tunaambatanisha pamoja na atukuzwe Baba. Rozari imepitia katika hatua 3 mpaka hapa tunapofikia hapa kusali rozari takatifu. Kulikuwa na zama 3. Zama ya kwanza inaitwa zama ya kati ama mwanzo. Zamani kabisa watawa walikuwa wanasali Zaburi 150. Walikuwa wanasali Zaburi 150. Hizo zaburi zote ziko katika Biblia, wote tunafahamu. Lakini waamini wa kawaida ambao hawakujua kusoma, sasa hao waamini wa kawaida ambao wao hawakujua kusoma, wao walitafuta namna ya kushiriki sala hiyo, na hivyo wao wakaanza kusali Baba yetu 150.
Akaanza kusali namna hiyo. Walifanya hivyo kwa sababu wao hawaweza kusoma Zaburi hizo. Kwa hiyo badala ya Zaburi wakasali Baba Yetu 150. Walifanya hivyo kwa sababu ni nyingi, wakatumia kamba. Wakachukua kamba wakawa wanafunga vifundo, wanasali mpaka wanamaliza. Alafu karne ya 13 kaja sasa zamu ya pili. Na hiyo zamu ya pili inatokana na Mtakatifu Dominiko. Mapokeo ya kanisa yanafundisha kuwa Bikira Maria alimpokea Mtakatifu Dominiko mwaka 1214. Na alipomtokea mwaka 1214, Bikira Maria alimpa rozari. Na alimpa rozari hiyo kama sala. Alimpa rozari hiyo kama silaha ya kiroho ya mapambano ya nini? Mapambano ya mafundisho potofu, lakini pia na mapambano dhidi ya dhambi. Hapo ndipo muundo wa kusali Salamu Maria ulipoanza sasa kushika kasi. Tumsifu Yesu Kristo. Karne ya 16 ikawa sasa urasimishaji wa rozari, sasa kusali rozari. Na huu urasimishaji wa kusali rozari ulifanywa na Papa Pius wa 5. Huyu Papa Pius wa 5 yeye alinasimisha rozari kwa muundo wake wa sasa huu tunaosali. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1569. Lakini wote tunajua, wengi wetu hapa tulishakuwepo mwaka 2002, Papa ambaye sasa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, huyu aliongeza mafumbo ya mwanga. Aliongeza mafumbo ya mwanga ili kukamilisha tafakari ya maisha ya hadhara ya Yesu. Tukumbuke rozari takatifu, tunatafakari Biblia yote tunaposali rozari takatifu. Mafumbo yote yale, furaha, mafumbo ya mateso, mafumbo ya uchungu, mafumbo ya utukufu na mafumbo ya mwanga, tunakamilisha Biblia nzima. Tafakari. Kwa hiyo ndugu zangu, rozari ina faida. Kwa wale ambao hawajui, rozari ina faida. Kusali rozari kuna faida nyingi sana. Kuna faida za kisaikolojia kama ilivyothibitishwa na walimu wa imani. Faida ya kwanza ni amani ya ndani. Mtu anaposali rozari anapata amani ya ndani. Ukisali rozari unapata amani ya ndani kupitia kurudiwa kwa maneno matakatifu na utulivu wa tafakari. Kwa hiyo rozari inapunguza ule msongo wa mawazo, inaleta utulivu wa nafsi katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo kusali rozari kunakuletea amani ya ndani. Faida ya pili ya kusali rozari ni kumjua Kristo kwa undani. Tunaposali rozari tunamjua Kristo kwa undani. Rozari inaitwa Injili kwa ufupi. Rozari inaitwa Injili. Unaposali unatafakari maisha ya Yesu, kuanzia pale kupashwa habari Mama Bikira Maria hadi kupaa kwake Yesu mbinguni. Yote maisha ya Yesu yote, jambo ambalo linakusudia kuishi kulingana na mafundisho yake. Kwa hiyo tunaposali rozari tunaangalia maisha ya Yesu yote, na hiyo inatusaidia sisi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kusali rozari ili tuweze kumjua Kristo kindani kabisa. Faida ya tatu ya kusali rozari ni silaha dhidi ya majaribu. Rozari inatusaidia kwa sababu rozari ni silaha dhidi ya majaribu. Waamini wanaamini kuwa rozari ni ngao dhidi ya vishawishi vya shetani, na wanaamini kwamba rozari ni kinga dhidi ya dhambi. Kwa hiyo tukiisali kwa unyenyekevu, rozari itatuletea neema. Tukiisali kwa unyenyekevu, rozari itatuletea toba na unyenyekevu wa ndani katika maisha yetu kila siku. Faida nyingine, rozari
rozari inatuletea umoja wa familia. Kuna usemi ule tunaosemaga kila mara, na bila shaka hao ndugu zetu wanaotuhamasisha kuhusu zoezi hili, familia inayosali pamoja hukaa pamoja. Familia inayosali pamoja hukaa pamoja. Kwa hiyo inatusaidia sisi katika maisha yetu ya kila siku, inakuwa kiunganishi kikubwa cha upendo, inakuwa kiunganishi kikubwa cha maelewano ndani ya familia zetu. Faida nyingine ambayo ningesema labda ya mwisho hapa ni maombezi ya Mama Maria. Kupitia rozari tunajiweka chini ya ulinzi wa Mama Maria. Kila tunaposali rozari tunajiweka chini ya ulinzi wa Mama Maria, ambaye kama mama wa Mungu ana nguvu kubwa ya kutuombea mahitaji yetu kwa mwanaye. Ana uwezo wa kutuombea mahitaji yetu kwa mwanaye. Na hakika mama akifanya hivyo, mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo hataruka. Mimi nakumbuka zamani sisi tulikuwa tunahitaji jambo kama watoto nyumbani, tunataka jambo. Na jambo hilo tunaona hili gumu baba kukubali jambo hili. Hatuendi kwa baba. Tunaenda kwa mama. Mama bwana, mapii baba bwana, kuna ziara. Tunataka kwenda mahali ya kishule, kuna ziara. Mama anasema, kwani baba yenu wameona? Nendeni mkamwambie baba yenu. Sisi hatuendi kwa baba. Tukienda kwa baba atakataa. Lakini Mungu ukienda kwa baba atakubali. Mama bwana, tuombee. Tunaenda kwa mama kumwomba mama atuombee. Anajua namna ya kumlainisha mzee wake. Mama anajua hiyo, si ndio? Mama anajua namna ya kumlainisha mzee wake. Mama anajua wakati gani baba amefurahi. Mama anajua wakati gani baba ana hasira, wakati gani jambo litakubalika. Mama anajua hiyo. Au akina mama anasema uongo. Unajua tu kwamba leo sio siku ya kumwambia jambo. Kwa hiyo mama yetu Bikira Maria ni hivyo. Tukipitia kwake kuna linaloshindikana, atamwomba mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, naye atatusaidia. Rozari inatupatia ushindi. Wakati fulani wa Kristo walisali katika vita wakafanikiwa kwa sababu ya rozari. Basi tumwombe Mungu atusaidie, tumpende mama huyu, tumjue, tumheshimu, na tuwaombee wale wote wanaomdharau mama. Wengine wanasema nyinyi mnamwabudu mama Bikira Maria, nini mnahangaika na mama Bikira Maria? Kwa nini msifikishe maombi yenu moja kwa moja kwa Yesu, mpitishie kwa mama asili? Tuwaombee hao watambue umuhimu wa mama, waweze na wenyewe kumwomba ili dunia yetu ipate amani. Tumsifu Yesu Kristo.